tumepewa na Bwana. Amani niliyo nayo tumepewa na Bwana. Furaha niliyo nayo tumepewa na Bwana. Utajiri niliyo nao nimepewa na Bwana. Uzima tulio nao tumepewa na Bwana. Maisha tulio nayo tumepewa na Bwana. 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 Watoto tulio nao, maisha tulio nayo, utajiri tulio nao, uzima tulio nao, watoto tulio nao, maisha tulio nayo, tumepewa na Bwana. Tumepewa na Yahweh. Tumepewa na Bwana. Tumepewa na Baba. Tumepewa na Bwana. Tumepewa na Jehova. Tumepewa na Yahweh. Tumepewa na Bwana. Tumepewa na Bwana. Tumepewa na Baba. Maisha tulio nayo, watoto tulio nao, watoto tulio nao, watoto tulio nao, maisha tulio nayo. Mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba. Mwamba, mwamba, Yesu ndiye mwamba. Mwamba, mwamba, Yesu ndiye mwamba. Mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba. Wapi vigelegele? Mwamba, Yesu ndiye mwamba. Mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba. Yesu ndiye mwamba.
Yesu ndiye, Yesu ndiye, Yesu ndiye Baba, Yesu ndiye Jehova ndiye, 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 Baba ndiye, Baba ndiye, Baba ndiye, Baba ndiye, Baba ndiye, Baba ndiye. Hayo kabigala ngana kwa Bwana. Kabigala kwa Bwana. My life around Jehovah, Jehovah has the final say. Hallelujah, hallelujah. Wapi shangwe na vigelegele, shangwe na vigelegele.
umetujalia neema ya na hata kuingia katika nyumba yako. Bwana, ninaomba tu useme kile unataka, kafundishe kile, kaeleze kile unataka, maana wewe unatujua hata kuliko tunavyojijua sisi. Neno lako likawe la wakati huu ili kuleta jawabu katika moyo wa mtu na kutufundisha na kutufungua kutokana na vifungo vya kutojua. Barikiwe siku zote, maana wewe ni Baba, tena wewe ni Mungu. Kwa jina takatifu la Yesu Kristo tunaomba sote hata kuamini. Naomba uketi. Kitabu ni cha Hesabu sura ya 27 mstari wa 15 tunaenda mpaka 23. Karibu sana kwa ibada yetu ya kwanza. Na leo nitakuwa naendelea na sehemu nimeita how can a curse affect your life. Vifungo vya laana vinaweza kuwa na madhara gani katika maisha ya mtu? Mtu aliyezaliwa katika nyumba ambayo imelaaniwa, ama kuna kifungo katika hiyo nyumba, anaweza kuathirikaje? Haleluya, haleluya. I hope tunafundishika katika somo hili. Ninakukumbusha tu tunaendelea na maombi hapa ya majuma matatu. Ninaomba wanangu kwa unyenyekevu sana, kujeni tuombe. Amen. Maarifa inaweza kufanya ukawa na speed ya haraka sana. Uombe. Fanya kitu kanena na aweke mtu juu ya mkutano atakayetoka mbele yao, atakayewaongoza tokapo na kuwaleta ndani, ili mkutano wa Bwana wasiwe kama kondoo wasio na mchungaji. Tuko pamoja? Verse 18. Mwambia Musa, kama Biblia ni yako na upige mstari verse 18. I want all of us to have your Bible. Open your Bible please. Kila ninakuomba sana usije ibada zangu bila Biblia please. Amen. Utaanza kwenda kwa basari because you don't know the Bible. Kindly open your Bible. Open your Bible. Na usikuje ibada zangu bila, munisaidie kujibu bila, and I'm not joking. Utaenda kuniokotea mapepo kwa waganga because you don't know the Bible. The more you read and understand the Bible, the more safe you are in the spiritual world. Hallelujah. Vile huwa usahau vyombo vyako vya kazi, usisahau Biblia ukienda wapi. Have a Bible. Utajua baadaye maana ya kile nasisitiza sana. Usiwe mtu ambaye hupendi kusoma Biblia. Utakuwa victim wa wahubiri waongo because you don't understand the scripture. Tuko verse number what? Aya, twende. Bwana akamwambia Musa, mtwae Yoshua mwana wa Nun, mtu mwenye nini? Number 1, mwenye roho ndani yake, ukamweke mkono wako, kisha ukamweke mbele za Eliazari kuhani na mbele za mkutano wote, ukampe mausia mbele ya macho yao. Nawe utaweka juu yake sehemu ya heshima yako, ili mkutano wote wa wana wa Israeli wapate kutii. Verse number 21. Nataka sisi wote tuwe kwa Biblia, maana nitakwambia usome tu. Ukiwa hapo nitakwambia soma yako alafu uanze kujiuma mdomo. Let's all of us read the Bible and I'm serious. Munanipata? Siniharibie siku. Open your Bible. Open your Bible. You need to know the Bible is your security. Tunapagawa kwa sababu we are empty. You need to know your Bible. Read it. 20 verse 21 is short. Yani hivi nitakulazimisha.
Nikiwa pastor, imagine mimi nitakulazimisha kusoma Biblia. Utaisoma nyumbani kwako, lakini ukiwa pa lazima utaisoma Biblia. Maana Wakristo wengi mnaumia because of lack of knowledge of God. Sisi tunazembe. Naweza hivi, naweza kuona nana, naweza kuona kia, lakini Biblia, we have a Bible that we don't know. This book many times than any other book. Na kuna vitu nitaenda kufundisha leo tangu uokoke pengine hujawahi hata kujua. And you have what? The service kile tunafanya, mtumishi wa Mungu anakuja. When I come to teach you, compare what you have read and then you correct. You not understood correctly. That's why we read. Nataka kurudia tena mpaka nikupase. You must have what? In my services. Kienda kwa mganga uenda mikono mitupu. Atakupea maji yake. Hapa lazima tuwe na Biblia. Sema amen nyingine. Tumeanza vizuri, si ndio? Tuende basi. Number 1 2 3 go. Verse number 21. Naye tuko kwa Kiswahili, naye ndio, hakuna microphone hapa. Naye atasimama mbele Eliazari kuhani, naye atamuulizia nani? Kwa hukumu ya ile Urimu mbele ya nani? Za Bwana. Ndio. Yeye na wana wa Israeli wote pamoja naye, mkutano wote pia. Twende 22. Musa akafanya kama Bwana alivyomwamuru. Ndio. Akamtoa Yoshua. Yes. Akamweka mbele ya Eliazari kuhani. Na mbele ya mkutano wote. Verse 23. Kisha akaweka mikono yake juu yake. Ndio. Akampa mausia kama Bwana alivyosema kwa mkono wa Musa. Sasa Mungu anaongea na Musa majira ya mwisho. Nisikilize vizuri wanangu. Haya ni masaa ya jioni ya Musa katika maisha yake. Anamwambia utaondoka mwanangu. Ni watu hawa ni vigumu wao kutoka na kurudi pasipo mtu wa kuwatoa na mtu wa kufanya nini? Haleluya. Tumemaliza kusoma, sasa mniangalie tu. Mtu wa kuwatoa na mtu wa kufanya nini? So Mungu anamwambia Musa, nataka mtu ambaye atawatoa na atawarejesha. Musa alikuwa na watu watatu very important to him and the ministry. I will show you how they are related to Moses. Mtu wa kwanza alikuwa Yoshua mwana wa nani? Nun. Mtu wa pili alikuwa Harun ndugu ya Musa anayefuata Miriam. Mtu wa tatu alikuwa Hur. Mtu wa nne alikuwa Miriam the prophetess, the sister to Moses. Are you getting me? Sasa Mungu anamwambia Musa, verse number 8, verse number, nitwalie Musa. Kuna mbali nimekuambia zingatia, twende hapo. Nitwalie verse 18. Mtwae kwa mwana mtu mwenye roho ndani yake, ukamweke mikono yako. Sasa hapo ndio nataka tukae kidogo. Alo, uliza jirani yako, sasa hapo Miriam wako wapi? Muulize, alafu muulize Huri yako wapi? Alafu nani mwingine? Harun yako wapi? Are you getting me? Tuko kwa mambo yanayofanya laana, matokeo ya laana. The effects of a bondage as a curse in your life. Huri yako wapi? Miriam yako wapi? Harun yako wapi? Lakini Mungu anasema nitwalie Yoshua mwana wa Nuni, mtu mwenye roho ndani yake. Tunaenda vizuri? Punga mkono na tuko vizuri. Nimeanza tu kwa kukuweka vizuri kwamba uwe na tabia kusoma Biblia. Sasa usinikasirikie. Hakuna baba awekange nyumba yake ni order. Haleluya. Sasa usinikasirikie, changamuka tu nikufundishe. Maana hii nakwambia ndio sawa. Harun ni nani? No, tuanze na Miriam. Miriam ni nani? Miriam was the elder sister to Moses. Tuko pamoja? Miriam ni nani? The elder sister to Moses,
Na Miriam katika historia inaaminika Miriam was at around over between 7 and 10 years older than Moses. Miriam alikuwa na zaidi ya miaka 7 ya umri kuliko Musa. So Musa was a very young boy. I'm trying to imagine my brother mwenye namshinda na miaka 10 ni mtu mkubwa sasa sahi. Lakini nikiangalia difference ya kuzaliwa ni katoto. Yani mimi niko grade 3 naye anazaliwa. Sasa Miriam yeye ndio mkubwa, anatokea Haron anafuata. So Musa alipokuwa anaongoza watu hawa, kuna kitu nataka unielewe vizuri. Miriam ni dada ya Musa mkubwa. Tuko pamoja? Miriam aliolewa na Caleb, na aliolewa na Caleb mwana Yefune, naye wakazaa Hur. So Hur anaita Moses uncle. These people were relatives. Munanipata? Nataka unisikilize vizuri. Musa ni mdogo. Alipoanza kuinuka, akainua Yoshua, ambaye ukimwangalia kwa ndani utakuta Nun si wa ukoo wa karibu sana na Haron na Musa. Baba ya Yoshua si wa ukoo wa karibu sana na Musa. Lakini Haron ni ndugu yake mkubwa. Musa anafuata Haron. Miriam ndio mkubwa, Musa ndio mdogo. Alafu msichana Miriam alipoolewa na Caleb akazaa Hur. Musa akachukua Hur akamleta karibu na yeye. Sasa wakati kulikuwa na shida kwa Musa, Yoshua aliponea. Lakini relatives wa Musa, sometimes being very close to anointing needs a lot of wisdom. I tell you for free. Being close to anointed person needs a lot of wisdom to handle it. So Musa anasema kuja. Hur kuja. Mtoto wa dada yako anakuita nani? Anakuita? Sasa hii ukianza kulala ibada saa 12 wewe ulela hapa. Unaitika na unafunga macho. Lakini mnanikwasanga. Unajua kuona mtu mzima akilela saa 12 na unaombanga utajirike. Na hii ndio mazao na Mungu kwenda kutafuta pesa. Mimi ngoja nicheke kwanza. Kuja na kikokosi. Unataka kutajirika na saa hii ndio watu wanamuka na unalala ukiniangalia. Cheka kidogo alafu tuendelee. Bwana sana. Saa 12 okay, tuendelee basi sasa. Wewe lala usingizi yako. So Musa anachukua mtoto wa mjomba, mtoto wa dada yake, anamuita anko. Anamwambia wewe utainua mikono yangu. Na tunaenda vizuri. Nasema kaa hapa mtoto wa dada yangu. Distrust wake. Alafu anachukua nani? Haron. Haron, na wewe ndio umeinuliwa mikono wewe. Let's read Biblia. Inua hii mkono. Aha. Huyu ni nani? Hur. Na yule? Huyu ni ndugu ya Musa. Na huyu anamuita anko. Wakapiga. Musa akaachana na Hur. Kwa siku kadhaa na Yoshua hakwenda kwa presence ya Mungu, na Miriam na Hur alienda na Yoshua. Umeenda ama mko hapa? Punga mkono mnaye. Walipokuwa juu ya mlima wakiomba, Musa akamwambia Yoshua, kuna watu wameanza kuabudu sanamu chini ya mlima, na aliye sanamu ni nani? Harun, sio Hur. So sanamu. Hur akasimama akasema, tafadhali msiabudu mnyama. Niko kwa point gani? Mnisaidie kile umeandika. How can a curse does what? Affect your life? So Hur ana defend misimamo ya anko yake. Anko alisema tusiabudu kitu kingine isipokuwa Mungu. Akakataa. Watu waliokuwa wanaabudu ng'ombe wote wakakusanyika na
Huru wakaua. Kijana mzuri hana hatia anakufa. Laana ya Numbers 12. Maana hata pamoja na uzuri wake mama yake kinyume. Kijana hatia lakini mama yake. Numbers 12. You can be a very good person in the church and even na uharibikiwe tu. Not because you are evil, but because you are connected to a family that is carrying what? A curse. Oh my God. Huru ana hatia. Wamempiga wakamuua maana amewakataza kuabudu ndama. Twende mbio wasomaji wangu. Hakuna msomaji. Numbers chapter 12 verse number 1. Kisha Miriamu na Haruni wakamnenea Musa kwa sababu ya mwanamke Mkushi aliyekuwa amemwoa, maana alikuwa amemwoa mwanamke Mkushi. They started discussing about the wife of Moses. Come on church, listen to this. Advised his junior brother. Because Moses was youngest. So Miriam na Harun kumwambia, my brother, hata kama unatumiwa na Mungu lakini this is not right. We know the law. But God hakuwa anaangalia Musa kama ndugu ya Harun na Miriam. Kuja nipata bado. Mmenielewa? Mungu hakuwa anamwangalia Musa kama ndugu yao mdogo. Mungu alikuwa anamwangalia Musa kama mtumishi. So wakakusanyika wakaongea kuhusu mke wa Musa. Sema, you are a young boy. Last year I was preaching on about, nafikiri mwaka jana nilikuwa nahubiri kuhusu fathers, spiritual fathers and the rest. Kuna mhubiri kule nyumbani kwetu kule nimezaliwa. Mimi nimemuona akiwa pasa nikiwa kijana mdogo. Nikiwa kijana mdogo sana nimemuona akihubiri kwa crusades na mikutano mingi. Aliniandikia kwa Facebook, young boy, come slowly. Aliniita young boy. Sikumjibu, ninafikiria vijana wangu ndio walimjibu tu maana walishindwa. Huyu anahitaji baba yetu wa kiroho young. Niko hata na kazini yangu hapa, kuna kazini yangu hapo Bungoma, ndugu ya mtoto wa aunti yangu mwenye mazuri na mama. Juzi amekutana watoto wangu akauliza mke wangu, Peter anaendelea aje? Watoto wanauliza, mama, huyu anauliza Peter mgani? Na nikai kijana kadogo kananiita Peter. Mama yake na baba ni real, wamebaki tu wawili. Mama yake ni Senge, baba yangu ni kocha wake. Anauliza mke wangu, Peter yuko? Anaendelea vizuri, msalimie Peter. Watoto wangu wanauliza mama, anauliza Peter mgani? Alafu hata bila ananiita Peter, hata umesoma kumliko. Hata angekuwa tu na adabu, angalie wewe unye unanisikilizanga hapa unamshinda akili. Anauliza Peter anaendelea aje? So this one of the killer katika maisha ya watu, familiarity. Wakamwambia Musa, watu walililia sanamu, watu walililia kuabudio sanamu. Huru akakataa, lakini mama ya Huru alifanya nini? Mama ya Huru walidiscuss the wife of Moses, not Moses. Trudi hapo labda mtu hajanipata. Si Moses. They did not discuss Moses. They discussed the mother, the wife of who? Twende msomaji wangu. Kisha Miriam na Harun wakamnenea Musa kwa sababu ya mwanamke Mkushi aliyekuwa amemwoa. Ndio. Maana alikuwa amemwoa mwanamke Mkushi. Hebu nikwambie kabla jaenda bado washirika mnisikilize. Kama kuna mahali usiwahi kwenda ni kwa mke wa baba yako. Nikisema huko wa baba yako hata kanisani usiwahi kuingiwa na roho ya kufikia mke wa mchungaji. You cannot choose a wife for your pastor. Never discuss a woman who sleeps with a man of God as a wife. I'm not talking about a woman. I'm talking about a wife. Never discuss your mother. Usiseme amen. Munanipata lakini? Usiwahi kwenda kuongea kuhusu mtu ambaye huwa Mungu pasa anatembea na uwepo mtu mwenye analala na mtu anayebeba anointing. Never go there. Sitaki niende zaidi lakini nakufundisha mapema. Usiwahi, ni hatari. Ni hatari sana. Mwanamke ambaye anatunza
mtu aliye na mafuta usiwahi. Achana. Barabara ya mama yako usiwahi pitia, usiwahi. Watu wanaumia, pasa ni mzuri lakini mke wake. Sasa unawezi penda baba na uchukie mwenye amekuza. Hii inafanyika sana na inakula watu wengi kwa maisha yao. You cannot choose your mother and you cannot choose your father, and you cannot dictate the choices of your father. I tell you as a man of God, weakness ya pastor wako iko na mke wake. Hata tunaongea habari za mke mkushi, hatujaongea kuhusu Zipora. Hatujaongea kuhusu Zipora, tunaongea mkushi. Ukasema umeomba sana, Mungu anakuonekanianga. Mungu aliacha mke mkushi, wewe ndio unataka kudili na yeye. Mungu anajua na amewacha, wewe ndio unataka kudili na yeye. Mungu akasikia mazungumzo yao, maana hii inafanyika tu. Mimi mambo niko nayo, siwezi kuambia mama. Hii nitaambia pasa mwenyewe. Maana mama hajaitwa. Mama aliitwa kabla ya pasta. Aliitwa kabla yangu, ili ninapoanza kufanya kazi ya Mungu anitiange moyo. Kama umpendi shauri yako, mimi nakwambia mapema, huyo mimi nampenda. Ibada hii ni kali. Sasa wewe kama utaki mke wangu, kwa mfano wewe ni mtu wa kike, mimi nafanyana na wewe nini? Si mimi nahubiri. Upendi mama na wewe ni mama, mimi na wewe tunafanyana aje? Na tayari tumekuza. Basi niseme sina mke, sasa naona ndio natafuta. Eti sasa washirika wangu wafanye kamati, waangalie mama mwenye wanaona ana viwango ambavyo vinaweza kuwa vya mama yao. Mama yetu akiroga anafawe mrefu, mnono, mwenye ako na degree na ako na mwanya. Huyo ndio wana mama yetu. Huyo hata si mke wangu, huyo ni mama yenyu. Mke wangu ni huyu. Unanipata? Lakini niko mahali pa hatari. I'm not joking. Hii vitu imekula watu makanisani. Chunguza hapa kanisani, hapa mjini. Watu wanageuka kime cha mchungaji, mke wa mchungaji wanamuongea. Mama mpaka akija kanisani anakaa nyuma. Anasema hii kanisa hii ni heshimu. Mimi nitakuwa naenda kwa ibada na kaa nyuma. Ibada ikisha nafanya nini? Naondoka. Kile kinafanyika nini? Mama amewaacha pasa na watoto. Anasema kaa na washirika wako, mimi nitaenda ibada ikisha. Si salama kwa kanisa. Sio salama. Nasema sio salama. Sio salama. Sio salama. Eti mama kanisa anakujanga, ibada anakaa huko nyuma. Ibada ikisha mama anaondoka. Hata Jumapili anakuja, mke wa mchungaji anakuja ibada late. Anakuja kama waimbaji wameimba, hayuko kwa mama, hayuko kwa praise, hayuko mahali popote. Yeye anakuja anakaa huko nyuma, ananyamaza. Mnahubiri, mnaimba, akimaliza anafanya nini? Anachukua watoto wake anaondoka. It is not safe with that church. Mimi baba yangu ningempata akiwa hivyo na mama, kazi yangu kubwa ningekuwa ninambembeleza. Namwambia baba, huyu mama ametuzaa, usimuache. Tunamuhitaji. Nahitaji kwenda pamoja na mama. Nahitaji kutembea na mama. Mko na mimi. Lakini Lutu alitoka kwenye nchi ya Sodoma na Gomora na mke wake na watoto wawili wasichana. Walipofika njiani, mama yao akageuka akaangalia nyuma, akabaki jiwe la chumvi. Lakini pamoja na Lutu kuondoka na wasichana wake, hawakufika kwenye wanaenda kama hawajachafuka. Hawakufika kama hawajachafuka. Wasichana walipoenda na baba yao, hawakufika kama hawajachafuka. Walizaa na baba yao. Sehemu ya mama yako toka. Hata ukipata mtu anaanza maoni, huu ni nani anaweza kuamulia mchungaji mke wa kuoa? Wakafanya vikao, wakaongea. Mke wa mchungaji ni mfupi, akicheka unafikiria analia.
I don't like her. Haya, Musa hata hana habari kuna shughuli. Tuendelee hiyo story. Wakasema, je, ni kweli Bwana amenena na Musa tu? Hakunena na sisi pia? Bwana akasikia maneno yao. Mungu akasikia maongeo yao. Tunapoendelea kufundishana polepole, sikilize. Ukipata hata wale ambao mnasomanga Biblia sana, nataka unitafutie jina la mke wa Hur na watoto wa Hur na father in law. Kama utawapata kwa Biblia ukuje nikupatie 10,000. Mambo ya mama yangu wa kiroho si maeneo ya mimi kwenda. Maeneo ya mama yangu Pamela si maeneo yangu ya kwenda. Kile baba yangu amependa na kubaliana nacho. She is my mother, nothing else. Nitafutie mtoto wa Uri. Angalia hii. Pamoja na Musa kuchukua kijana wa Miriam, Musa amechukua Hur kama mtoto wa dada yake, amemsongesha karibu na yeye, anamuinua mikono. Ni kumaanisha Musa alikuwa na roho nzuri ya kutaka kuinua mpaka watu wa jamii yao wote, alitaka kuwainua. Anaenda vita, anasema niinue mikono, wa experience Mungu wake. Akienda mlimani, anapanda na Yoshua, anataka kuinua uzao wao. Musa anamlilia Miriamu na anamlilia Haron, mpaka Mungu anamfanya Haron kuwa kuhani na Mungu anamfanya Miriam kuwa nabii through Moses. Are you getting me? Sio rahisi kijana mdogo kuinua wakubwa wake. Sio rahisi. Lakini Musa anainua Miriam, anainua mtoto wake, anainua ndugu zake. Musa akiwa ni mtu anaongoza wale watu. Akasema sasa, and that's why I will give you the secret. Very many great people katika dunia hii wakiinuka, you will find most of them anachukuanga mtoto wa dada yake ndiye anakuwa confidence wake. Maana mtoto si right ya kusaliti. Ende ufanye research zako kwa politician wa Kenya, utakuta ni mtoto wa dada yake ndiye anakuanga tu karibu na yeye. Maana sometimes watoto wako, hata mke wako, hata ndugu zako wanaweza kuwa wanakaa wanapiga hesabu vile watagawana mashamba yako ukikufa. Mtoto wa dada yako akija kwako anasema huku kwenyu mimi sina share, ni mimi nilinde tu hocha aishi maisha marefu ndio nikulianga hapa. I'm telling you for free. So walipofanya kikao, Hur was not part of them. Maana nataka nikuulize swali pole pole. Watu walipokusanyika kupiga Hur na mawe wakamua, Haron alikuwa wapi? Kwa nini Haron hakudefend the son of her sister? Kwa nini? Yeye ndiye alitengeneza ndama, yeye ndiye ameikusanya. Kwa hivyo inawezekana hakukuwa comfortable na huyu kijana. He was not comfortable. He was not. Watu wakaanza, akasema jamani, msiinamia sanamu. Anko alikataa. Anko alisema tusiabudu, msiabudu sanamu. Anko alikataa. Ile kelele umesoma kwa Biblia, eti Musa alisikia kelele huko chini, ni kama watu wanapiga kelele ya vita. Ni Hur alikuwa anagombana na watu wanamuua, na Haron amenyamaza. Are you getting me? So Hur ni kijana mzuri sana, lakini mama yake na anko yake Haron walikusanyika wakaanza vikao. Uzuri wa mama yangu ni kwamba yeye ni mama yangu. Just like that. Descriptions za mama yangu zote mzuri na mbaya, hizo zinahusu baba yangu tu. Asante baba, hujanipata. Are you getting me? Uzuri wa mama yangu ni kwamba yeye ni mama yangu. Descriptions za mama yangu zote hizo zinahusu baba tu. Mimi sio sehemu ya hiyo. Ukitaka kuishi miaka mingi, usivuke mipaka yako.
Mko na mimi? Ninaweza kufundisha kidogo? Katika Biblia yako nataka unitafutie mke wa Musa ambaye ni Mkushi aliyeleta shida in Numbers chapter 12. Alikuwa na kazi gani kwa huduma ya Musa? Unitafutie kazi yake. Na unatafutie Zipora mke wa Musa alikuwa na majukumu gani kwa ministry? The wife of Moses was just a wife. Hakuja kuchukua nafasi ya Miriam na nafasi ya Haruni na mtu mwingine. Alikuwa tu mke wa kutunza mume wake. Lakini bado ana matatizo. Ukienda kwa ofisi kuona bishop, mama ako tu hapa. Sasa nini unataka tufanye leo peke yako? Mama kama ako hapa anasikiliza. Ni nini unataka mama sikie? Mimi na wewe siri gani? Ngoja nichekee kwa wazee. Bwana afie sana. Ati unaongea na bishop, unaongea mama ameshafika. Lazima afike. Hii ni dunia ya take away. Lazima mama afanye nini? Bwana, sasa hii watu wanapakiwa chips na wanaenda wanakulia nyumbani. Na si udhaifu, na si kuchungua. Hapana. Ukienda kwa pasa hata nyumbani unataka kumuona tu, mama shafika. Anajifanya tena kusafu na chai. Lakini amesimama tu hapo. Simama tu hapo, hii dunia ni ya watu, simama tu hapo. Weka chai na ukae kwa jikoni hapo. Ukisikia kitu fungua mlango makuja. Shughulikia mtu hapo. Na ngoja mama kwanza anakuangusha, kisha kuangusha ndio mimi nakuja na kanyaga kile. Hii si nzuri leo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Hakuna siri katikati ya pasta na wewe, isipokuwa tu masuala ambayo ni sensitive sana, ambayo si kila mtu ajue. Maana kuna vitu ambavyo ni vizito sana, mke wangu anaweza kushindwa kuvibeba. Lakini kuna viwanga ambavyo ni vya kawaida. Baada hii ni nzito kweli. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Unanielewa? Ati mimi ninakupenda wewe Linet. Alafu sipendi bwana yako. Niko sawa? Hapana. Wewe nikupende wewe na nisipende bwana yako. Ati mimi nikupigie simu, "Hello, bwana asema my daughter, naendeleaje vizuri? Tunaweza kuongea Okay. Yeah. Ambia bwana yako atoke hapa." Nini unaongea? Kama bwana yako hataki kusikia chenye ninaongeanga na wewe, kuna mchezo hapa. Kuna mchezo hapa. Mimi niongee na mke wako ameenda kwa barabara, tuongee huko. Kama bwana yako anipendi kama kanisa, enda kanisa ambayo bwana yako atanipenda. Utoke uende uongee huko kwa fence. Unarudi bwana yako anasema nini? Nilikuwa naongea na bishop. Ni nini mnaongeanga na bishop ambaye hutaki mimi nifanye nini? Jamani, hii si tamu, lakini ni kweli. Ni nini ambacho unaongea na bishop ambacho hutaki? Kwani mnanisengenya? Let him understand I'm your father. Hata kama anipendi, ujue ya kwamba kuna mambo katika maisha yako yananihusu mimi. Hakuna amen, lakini mnaweza endelea tu na hivyo, muendelee tu hivi tu. Are you getting me? Mimi napigia mke wako simu, baba anachukua simu, wewe anaenda huko, unamza nini? Nilikuwa naongea na bishop. Ai mama, bishop Pratori tu unaenda huko, kwani kuna vitu mnataka kuleta kutoka Singapore? Hamtaki za China? Hii message inaweza kuwa kasi, lakini ndio ukweli. Itaanza kuleta mashaka na kushukiana katika. Ongea akisikia, ili ajue mimi ni baba yako na kuna kitu hata nikwambia nakupenda, ni ya kukupenda tu, haina mambo mengine. Bwana asifiwe. Na wakati mwingine nikipiga simu, jifanye hujachukua, ashike ni muongeleshe. Hello, unaeleaje baba? Sasa waya, mama ako wapi? Acha tu makusudi achukue simu yako, asikie vile naongeanga na wewe. Asikie ninaanzanga aje, naanzanga na darling ama baby.
ninaendelea kuhubiri, nikienda hivi alafu narudi hivi. Guza jana kumuuliza, unaelewa pasta? Muulize kama ananielewa. Muulize kama ananielewa. Muulize kama ananielewa. Muulize, unaelewa pasta kweli? Muulize. Eti wewe ukinipigia simu, pasta ukinipigia simu, wewe ukinipigia simu, wewe upa lusimu, esesene kula lusimu, nenja mumu mwiswa. Nenja mwiswa, mara neli sibe simu ya pasta Immaculate, ninaongea nikiingia kwa mahindi ya watu. Atukitoka ndani ya mahindi, unaambia bwana yako, huyo ni nani? Oyoyo wina. Ate pasta wo. Bonakalo usianganende pasta. Mala wachile wekisiri. Acha simu ilie. Mzee wako aruhusiwi hiyo simu. Mwambie huyo ni bishop anapiga simu, mwambie ninachukua baadaye. Usikie, asikie. Ninaongea mtu wangu. Are you getting me? Punga mkono usema amen nzuri. Kitu hiki kilikula. Maana kwa vyovyote vile, ukubali usikubali, kwa vyovyote vile maisha yako yananihusu. Are we together? Maisha yangu yanakuhusu kama mwanangu. Maisha yangu yanakuhusu wewe kama mwanangu. Wakakusanyika, wakaongea kuhusu mama, Mungu akasikia. Alifanya nini? Kimbia mbio. Huyo mtu, huyo Musa, alikuwa mpole sana zaidi ya wanadamu waliokuwa ya uso. Musa alikuwa mtu hana neno, kimbia mbio. Bwana na kuambia, tokeni nje nyinyi watatu. Kawaambia tokeni nje. Mwende hemani. Twende kanisani. Kukutania. Ndiyo. Basi hao watatu wakatoka nje. Bwana akashuka katika nguzo ya wingu. Wewe. Mungu anakuambia kimbia kanisani. Juu amesikia masengenyo. Wewe pia unakimbia ukienda. Uone hao watu walikuwa wamejipanga tu vita. Kuna vitu Mungu akiongea unaanguka chini, unaweza kupiga nduru. Napiga nduru. Lord have mercy on me. I've overstretched. Have mercy on me. Ati Mungu amesikia ni mimi nikisengenya mama bishop, mama yangu Pamela. Na tunamsengenya. Alafu Mungu ananiambia amuka wewe, kimbia kanisani. Mimi nikuje huku. Mimi siwezi kuja hapa kanisani nikwambie ukweli. Mimi nitakimbia nikienda kwa Bishop Wafula. Sitakuja hapa kanisani. Nitakimbia kwenda kwa mama. Nimwambie baba, tumeanguka sisi. Maana usalama wetu uko kwa mgongo wa mwenye madhabahu, sio kwetu. Siwezi kuja hapa. Yaani mimi nikukimbia baba kama patikana. Hello, dadi uko wapi? Niko kwa nyumba. Ninaweza kuja. Baba, ujinga imetuingia. Ili kama tutakuja kanisani, tukuje na yeye. Tangulia mzee. Mambo ya Mungu ni wa mwili. Nitafute baba, nimwambie baba kuna ujinga imeniingia, nikataja maneno ya sio. Na Mungu amesema, God has summoned us. Amesema twende kanisani. Kimbia na maandiko, labda hujanipata. Kuja baba, kuja wewe. Bwana akashuka katika nguzo ya wingu. Akasimama pale mlangoni pa hema. Ndio. Akawaita Haruni na Miriam. Nao wakatoka. Sikizeni basi maneno yangu. Ndio. Akiwapo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono. Umesikia pasta? Yaani Mungu akikutokea wewe leo, yeye kimbia kanisa, unashika. Namba yangu, mwambie baba kuja tu. Tana twende kanisani. Sasa unaona walipofika tu kwa mlango, Mungu akasimama kwa mlango. Hakuna kutoka. Hakuna kuingia. Utatorokea wapi? Jesus. Leo mambo ni mazito hapa. Are you getting me? Hii imetokana na nini? Mazungumzo tu kuhusu mke wa nani? How was this woman so special? How was this woman so special? Kuna pastor anaweza maliza hata mwezi mmoja hajaguza mke wake kwa sababu ya kukuombea wewe.
Kuna pastor anaweza maliza miezi hata miwili hajagusa mke wake kwa sababu ya wewe. Kuna pastor anaweza kuacha siku yake ya usingizi akakuja akalala kwa madhabahu just because of you. Wakati wa vita, come on, unanipata pasa? Wakati wa vita kuhani haendangi bedroom. You don't enter your bedroom during the times of what? Of war. Kama kuna hatari mtu hakuruhusiwa. Nakupa mfano. Uraya alikuwa komanda wa jeshi la Daudi. Daudi alipolala na mke wake akatumana atolewe vitani arejeshwe aende nyumbani. Uraya akamwambia mfalme, haiwezekani niingie kwa nyumba yangu na mke wangu wakati wenzangu wako wapi? Vitani. Uraya akabaki kwa mlango wa mfalme siku 3. Hakwenda nyumbani kwake, maana haugusi mke wako ukiwa vita. Tunaenda vizuri. I am not judging, I'm doing what? I'm teaching. Are you getting me? Kimbia mwanangu tuende mbele. Nitasema naye katika ndoto. Ndio. Sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa. Yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Tuende mbio sana. Kwake nitanena mdomo kwa mdomo. Maana waziwazi wala si kwa mafumbo. Kimbia mbio. Na umbo la Bwana yeye ataliona. Ameona sura ya Bwana. Kimbia. Mbona basi nyinyi hamkumwogopa kumnena mtumishi wangu huyo Musa? Hasira za Bwana zikawaka juu yao. Ngoja my daughter. Hapo penye unasoma hamkuona, hapo ndio nataka usome. Hamkuona nini? Hamkuona? Mbona basi nyinyi hamkuogopa kumnenea mtumishi wangu Musa? Biblia inasema hawakuogopa kunenea nani? Mtumishi. Watu walikuwa wanaongea kuhusu Musa ama mke wake. Mke wa Musa ni Musa na Musa ni mke wake. Mke wa Musa ni Musa na Musa ni mke wake. Let me tell you, chairman, you are no different from your wife. Wewe ni benta na benta, hiyo wewe tu. Hakuna vile sasa mke wako anaweza kuwa na shida na ukae hapo. Anything that affects your wife affects you. Akasema hamkuona ni jambo la kucheza, hamkuogopa kugusa Musa. Wamegusa mke wake, kumbe amegusa Musa. Kimbia mbio. Enea mtumishi wangu huyo Musa. Hasira za Bwana zikawaka juu yao. Naye akaenda zake. Mungu hakusema kitu, akaondoka. Miriam ni mama ya nani? Ya Hur. Sawa? Miriam ni mama ya kuna mambo ni mystery. Wanangu, kuna mambo ni mystery. Kuna mambo ni mystery. Enda ibada, ukija hapa tupende sote. Ina faida. Are you getting me? Niwe na uwezo wa kufikia mume wako, niwe na uwezo hata kama hakuji kanisani hajaokoka, lakini kuna connection ambaye anaweza faidika nayo. Maana mke mwenye hekima anaweza takasa mume wake, na mume mwenye hekima anaweza kutakasa mke. Jitahidi sana usijenge pande yako tu ukawacha mwenzako. Usiwache mwenzako, maana yanayomhusu huyo hata wewe. Hata usipopenda mke wako labda hashiriki hapa, uniambie mwanangu, jambo linalohusu mke wako likimpata, hata mimi nitahusika, hata kama hakujangi hapa. Are you listening to me? Is this a fact? Iwe upendi ama unapenda, hata mume wako asipokuja hapa kazani, pastor, nawe mgonjwa, inanihusu. I'll pray for him. Whether anipenda simpenda, I'll pray for him. Why? Because of you. I'll pray for him. Nitamnenea uzima, nitamnenea baraka, nitamnenea kuishi. Maana akiumia, hata wewe mwanangu unafanya nini? Unaumia. Huo ndio kweli. Kimbia mbio tumalize. Kisha hilo wingu likaondoka kutoka pale juu ya hema. Ndio. Na tazama, Miriamu
mwenye ukoma. Alipotoka Mungu, Miriam mama Hur akawa na Mwenye ukoma. Alafu Musa akafanya nini? Kimbia mbio. Mweupe kama theluji. Ndio. Haruni akamwangalia Miriamu na tazama yu mwenye ukoma. Kisha Haruni akamwambia Musa, E Bwana wangu nakusihi sana, usituwekee dhambi juu yetu. Weka koma. Nani anaongea huyo? Haruni anasema nini? Haruni Kisha Haruni akamwambia Musa, ungekuwa unauliza na huyo anasoma. Microphone yake iko wapi? Are you in the church? Have your microphone on. Anasema nini? Haruni anasema nini? E Bwana wangu nakusihi sana. Aswan walisema nini mwanzo? Kisha Miriamu na Haruni wakamnenea Musa. Wakasema nini? Kwa sababu ya mwanamke Mkushi aliyekuwa amemwoa. Maana alikuwa amemwoa mwanamke Mkushi. Endelea sana. Wakasema, je, ni kweli Bwana amenena na Musa tu? Hakunena na sisi pia? Hapo. Rudia tena, umesoma vizuri. Rudia tena. Je, ni kweli Bwana amenena na Musa tu? Mungu ameongea na Musa tu. Hakunena na sisi pia? Hakunena na sisi pia. Bwana akasikia maneno yao. Alafu wewe soma penye wameambia Musa. Haruni amwambia Musa nini? Kwa kuwa tumefanya upumbavu. Haruni amemwambia Musa nini? Haruni amwambia Musa usiweke ubaya juu. Soma hiyo. E Bwana wangu nataka tuunganishe vitu hapa. Soma twende. E Bwana wangu nakusihi sana, usituwekee dhambi juu yetu. Kwa kuwa tumefanya upumbavu. Tumefanya upumbavu na kufanya dhambi. Huyu ni nani anaongea? Haruni. Sawa. Twende pale mwanzo. Alisema nini Violet? Mali umesoma Haruni na Musa na Miriam walisema nini? Wakasema, je, ni kweli Bwana amenena na Musa tu? Kwani Mungu anaongea na Musa peke yake? Sasa mbona wakati huu Mungu haongei na wao? Walienda mbele za Musa wakisema hata wao kusikia Mungu akisema mjanipata. Mnanipata? Wamesema hata wao wanaongeanga na nani? Na Mungu. Sasa ukoma imekuja, wanasema nini? Kwa ukoma wanasema nini wakati wa ukoma? Soma. Kisha Bwana wangu nakusihi sana, usituwekee dhambi juu yetu. Kwa kuwa tumefanya upumbavu na kufanya dhambi. Na kusihi asiwe kama mmoja aliyekufa. Soma. Ambaye nyama ya mwili wake nusu imelika hapo atokapo tumbo la mama yake. Musa akamlilia Bwana akasema. Akaanza kuwalilia kwa Mungu. Analilia nani? Mko hapo watu wa Mungu? Analilia nani? Ndio maana nimekuambia kwa vyovyote vile usiwahi kukosa kulilia familia yako. Niwe namjua ama siwajui, all of them are part of the church. Niwe namjua mume wako ama simjui, niwe najua mke wako ama simjui, what concerns your family concerns me. I have to pray for them. Sema amen nzuri. Sema amen. Sema amen nyingine. Are you getting me? Akasema Musa akamlilia Bwana. Mungu akasema nini? Akasema mpoze Mungu nakusihi sana. Bwana akamwambia Musa, je, kama baba yake angalimletea mate usoni tu, hangaliona aibu muda wa siku 7? Na afungwe nje ya kambi muda wa siku 7, kisha baada ya hayo ataletwa ndani tena. Basi Miriamu alifungwa nje ya kambi muda wa siku 7, wala watu hawakusafiri hata Miriamu alipoletwa ndani tena. Baada ya hayo shughuli zote zikasimama juu ya mtu huyo. You can be a very good person, very educated, very committed in what you do, but you come from a family that has spiritual issues. Are you listening to me? You are a good intercessor, you give, you are faithful, you are committed, but you come from a family that has some spiritual issues. Miriam akapigwa na akatolewa kwa kambi siku 7. Hakuna mtu kutoka, hakuna mtu kuingia kwa sababu ya mtu mmoja. Kumbuka Miriam ni prophetess. Now where is Harun? Harun anawaachwa aje? Kimbia mbio. Baada ya hayo watu wakasafiri kutoka Haserothi wakapanga kambi katika nchi ya Parani. Sasa Harun yako wapi? Harun alibakishwa kwa sababu Harun alikuwa anafanya majukumu ya kikuhani
kwa madhabahu. Mungu akambakisha Harun, hakumpiga, lakini ikawekwa kwa sababu yeye anavaa nivera kwa sababu ya ibada. Wale walikuwa jana, nafikiria ni juzi nimewafundisha hiyo, ya kwamba kuna kazi zingine unafanyanga kanisani zinaweza kuhifadhi maisha yako. Are you getting me? Mungu hakuguza Harun na alikuwa pamoja na yeye, lakini Mungu akamwambia Musa, huyu Harun ndugu yako, mtoto wake Eliazari atakapofika umri wa kuwa kuhani. Kumbuka Eliazari ni mtoto wa Harun, Huri ni mtoto wa Miriam. Muko na mimi kweli? Haleluya. So Mungu anahifadhi Eliazari kwa sababu ya ukuhani. Kuna kitu umeandika vizuri sana kwa mtandao, you wrote it very right, even better than what I taught, kuhusu Jonathan alihifadhi mtoto wake na yule mwingine akakufa ya mwingine. You put it very right. Sasa Huri anakosa kuingia mahali ambapo angeingia kwa sababu ya mama yake, naye Haruni anapigwa baada ya miaka yake kuisha, anakufa na mtoto wake anapewa nafasi. Kile kilifanyika ni nini? Kwa sababu Haruni alikuwa ananivera. Sijui ningepata leso. Mama una yako? Okay, kama hakuna nitapata nyingine tu. Angalia. Sini yako njoo nikutumie tu. Ndio nisifunike mtu hapa nifike nyumbani aanze kusikia. Na hii ni umepea nani akavaa? Kaanza kugombana ati harusi yako. Najua dunia sasa ni mbaya sana. Hii marasi ni ya nani? Sawa. Sasa Harun ni kuhani, ana naibera. Mungu akasema kwa sababu huyu hufanya majukumu yako, sitampiga. Ni kama nakupiga wewe, nitamwacha. Amen. Lakini mtoto aliyezaliwa kutoka kwake, unaona mambo ya wazazi kwa ni nani? Uzao wenyu watu wanatabia gani? Maandiko yanasema Musa alipofika miaka ya kuondoka, Mungu akamwambia mchukue Haruni sasa, maana Eliazari amekwisha kuwa mtu mkubwa. Mungu akachukua Musa na Eliazari na Yoshua wakapanda kwenye mlima unaitwa Hori. Ninaomba Mungu akuhifadhi mwanangu. Naomba Mungu akuhifadhi. Pamoja na mapungufu yako, naomba Mungu akuhifadhi tu. Biblia iko na mambo mazito. Ninaomba Mungu akuhifadhi. Kumba hatujakamilika. Mungu akuhifadhi tu. Sema amen ya fujo. Mungu akuhifadhi tu. Mungu akamchukua Harun. Ukumbuke Miriam alipigwa na ukoma. Huru hakuruhusiwa kuingia nchi, aliuawa kwa kupigwa na watu kwa sababu ya kukataa wasiabudu sanamu. So Musa amebaki na Yoshua na amebaki na Harun na Eliazari mwana wa Haruni. Akachukua Harun, wakapanda juu ya mlima Hori. Walipofika juu ya mlima, akamuingiza Harun ndani ya cave, akamlaza, akamwambia lala, akalala. Akaondoa ile nguo ya naivera. Mungu akamwambia Musa, toka hapo na Eliazari. Musa akasimama kando akiwa na Eliazari, na Mungu akachukua roho ya Haruni akiona moja na mtoto wake. Alipokufa Harun, Mungu akachukua nguo amevaa Harun, akamwambia endelea, na huyo akabaki. Ninataka kukupatia point ya leo, alafu uende nyumbani ama uende kazini. Tunatoka kwa familia ambazo zina mambo. Mungu akuhifadhi mwanangu. Mungu akuhifadhi my daughter. Mungu akuhifadhi my son. Nasema Mungu akuhifadhi tu. Hata kama kuna mambo katika uzao wenu mabaya, Mungu ahifadhi maisha yako. Sema amen ya fucho. Laana inafanya nini? Curses can block you from attaining some levels in life.
Laana inaweza kuzuia mtu kufikia viwango fulani katika maisha haya. Laana. Unafanya kazi, unasoma, unafanya applications za promotion, unanyimwa. Wenzako wanapewa. Kuna blockage kwa anga yako. Sema hiyo kifungu iondoa. Sema hiyo kifungu na iondoa kwa anga yangu. Sema amen ya fucho. Sasa Hur anakufa, Aaron anaondolewa, Miriam anapigwa na ukoma, Yoshua anatoka. Yoshua na Kalebu, nafikiria mmepata Kalebu mali, ndio walivuka na kuanza kupeana mashamba. Now you can see who is Caleb in this generation. Mnaweza kumuona Caleb ni nani mwenye anapeana mashamba na Yoshua? Alo, mnaweza kumuona Caleb ni nani? Caleb amebakia tu kuonyeshana koo za kwa kina mke wake na watu wa kwao, na Yoshua anapeana urithi wa kikuhani katika mipaka yote ambayo walikuwa wameambiwa watapeana. Kuna familia inaweza kuzaliwa ndani mtu mzuri, lakini kuna vifungo kule juu vinakuzuia kwa advance. Mungu akuondolee hiyo. Mungu akuondolee hiyo. Sema amen nzuri, tunamalizia. Bwana Yesu asifiwe sana. The descendants of Simon, they owned nothing. They were dispersed among his brothers. Their place was removed among his brothers. And when Moses was blessing the sons of Jacob, they were not mentioned anywhere in Deuteronomy 33. Mtu wa pili ni Simeoni. Kwa sababu ya makosa aliyoyafanya, uzao wake ukatawanywa Israeli na Yuda. Ungewatafuta, ungewapata ni watumishi tu wa watu. Utumishi wa watu tu. Nisikiliza mtu wa Mungu. Ukiona mambo yanafanyika leo practically, kuna roho nyuma. Kuna roho inasababisha mambo yanatokea. Hakuna kitu kinafanyika bila roho nyuma yake. Wasimioni wote walitawanywa. Everything you do dies at its peak silently. Chochote unafanya kinakufanga tu ukiwa kwa peak. Genesis 49 verse number 5. Tusomee mbio sana. Chochote unafanya ukiwa unataka kupik tu, unataka kuchomoka, inaondoka, kimbia mbio. Simeoni na Lawi ni ndugu. Panga zao ni silaha za jeuri. Ndio. Simeoni na Levi Simeoni na Lawi ni ndugu. Panga zao ni silaha za jeuri. Ndio. Nafsi yangu usiingie katika siri yao. Ndio. Fahari yangu siungane na kusanyiko lao. Ndio. Maana katika ghadhabu yao walimuua mtu. Waliua mtu. Twende. Ghadhabu yao na ilaaniwe. Maana ilikuwa kali na hasira yao maana ilikuwa haina huruma. Ndio. Itawagawa katika Yakobo. Nataka watafanywa nini? Itawagawa katika Yakobo. Itawatawanya katika Israeli. Itawatawanya katika Israeli. Imeisha. Nitawatawanya. Hasira ya Simeoni, hasira ya Lawi. Lakini kwa sababu Lawi alikatalia madhabahuni, Mungu akaipindua ya Lawi. Kuna neema ya kukusaidia. Nasema kuna neema ya kukusaidia. Paul mpe maji huyo. Their curse was as a result of what happened in Genesis 34 verse number 1. Tuone walifanya Simeoni na Lawi walifanya nini? Genesis 34 verse number 1. Patieni maji, kuna maji nyingi hasa asijui mnasikia ama msikii. Chukua hii msichana wangu. Kuna maji hapo. Chukua hii. Take this. Tuone mbio sana. Basi Dina binti Lea. Na binti Lea. Lea alimzalia Yakobo. Ndio. Akatoka kuona binti za nchi. Shekemu mwana wa Hamori. Nani? Shekemu ndio. mwana wa Hamori. Ndio. Mhivi mkuu wa nchi.
akamuona, akamtwaa, akalala naye, akambikiri. Moyo wake ukaambatana na Dina binti ya Yakobo. Moyo wake ukaambatana na Dina binti ya nani? Yakobo. Alipomubikiri. Hiyo maana yake. Tunaelewana hiyo? Umeelewa kubikiri? Kuvunja hiyo. Kwamba asimuache. Maana si kila mtu anaweza kubikiri mtu na akampenda. Mfano wa kwanza, Amnoni alipombikiri Tamari hakumpenda. Alimchukia zaidi, lakini huyu alipombikiri alifanya nini? Alimpenda. Toane mbio. Akampenda huyu msichana. Akasema na huyu msichana kwa maneno mazuri. Ndio. Shekemu akamwambia Hamori nini? Babaye akasema, unipatie msichana huyu. Nipatie huyu msichana awe mke wangu. Basi Yakobo akasikia ya kwamba amembikiri Dina binti yake. Ndio. Na wanawe walikuwa hapo pamoja na wanyama wake nyikani. Ndio. Yakobo akanyamaza hata walipokuja. Endelea. Akatoka Hamori babaye Shekemu kumwendea Yakobo aseme naye. Wanawe Yakobo waliposikia hayo wakaja kutoka nyikani. Ndio. Nao wakasikitika sana. Wakakasirika mno kwa sababu amefanya upumbavu katika Israeli kwa kulala na binti Yakobo. Neno lisilo juzu kutendeka. Kimbia mbio. Hamori akasema nao akinena, roho ya Shekemu mwanangu inamtamani binti yenu. Tafadhali mpeni amuoe. Muruhusu amuoe. Nani amesema? Baba. Nani amesema? Lakini vijana wamekataa. Nimekuambia mambo ya wazazi, toka ndani. Kimbia sana. Mkaone na sisi, mtupe sisi binti zetu. Endelea mbio sana. Nanyi mkatwae binti zetu. Nanyi mtakaa nasi na nchi hii itakuwa mbele yenu. Kimbia mbio. Kaeni na kufanya biashara humo. Fanyeni biashara humo. Kapate mali humo. Tuoane. Kimbia mbio. Shekemu babaye yule msichana na nduguze. Na nikubalike machoni penu. Kimbia mbio. Na mtakavyoniambia nitatoa. Kimbia mbio. Mjapoongeza sana mahari na zawadi, nitatoa kadri ya mtakavyoniambia. Hata mkisema mnataka ng'ombe ngapi, atafanya nini? Atatoa. Chochote mtaitisha, tapeana kwa huyo binti Dina. Kimbia mbio. Lakini mnipe huyo msichana awe mke wangu. Kimbia mbio. Wana wa Yakobo wakajibu na Hamori babaye, kwa hila, maana amemharibu Dina ulao. Walimjibu kwa nini? Kwa hila. Si useme kama una ujasiri wa kusoma. Walimjibu kwa hila, maana amemharibu Dina. Kumjibu kwa hila inamaanisha nini? Walikubali lakini mioyo yao ikupenda, ndio hila. Walimjibu kwa hila, walikubali lakini mioyo yao. Kimbia mbio. Maana amemharibu Dina umbulao. Kimbia mbio. Wakamwambia, hatuwezi kufanya neno hili. Kimbia. Tumpe umbu letu mtu asiyetahiriwa. Kimbia mbio. Ingekuwa aibu kwetu. Hatuwezi peana msichana wetu kwa mtu asiyetahiri, itakuwa ni aibu. Kimbia mbio. Lakini kwa sharti hii tu tutapatana nanyi. Kimbia mbio. Kiwa kama sisi akitahiriwa kila mwanamume wenu. Wakitahiri basi ni sawa. Kimbia mbio. Ndipo tutawapa ninyi binti yetu na sisi tutatoa binti zenu. Kimbia mbio. Tutakaa pamoja nanyi nasi tutakuwa watu wamoja. Lakini kama mtusikii na kutahiriwa, basi tutamtoa umbu letu nasi tutakwenda zetu. Kimbia mbio sana. Maneno yao yakawa mema machoni pa Hamori na machoni pa Shekemu mwana wa Hamori. Na yule kijana hakukawia kulifanya neno lile. Akawaamuru watu wao wote watahiriwe kwa sababu yake. Umeenda ama mko hapa? Watu wa Hamori wote na Shekemu wakatahiri kwa sababu ya mtu huyo. Kimbia mbio tumalize hii kitu. Maana amependezwa na binti Yakobo. Ndio, kwa sababu ya pendo. Kimbia mbio. Naye alikuwa mwenye heshima kuliko wote nyumbani mwa babaye. Soma baba. Hamori na Shekemu mwanawe wakaja langoni pa mji wao. Wakasema na mji wao wakinena, watu hawa wana amani nasi. Ndio. Basi na wakae katika nchi na kufanya biashara humo. Kimbia mbio sana. Kwa maana nchi ni kubwa ya watosha. Na tuwatwae binti zao kwa wake zetu na binti zetu tuwape wao. Lakini kwa sharti hiyo moja tu,
watapatana nasi, Ndio. wakae wote kwetu, Aha. tuwe watu wamoja, Aha. kama tukitahiriwa kila mwanaume kama hawa walivyotahiriwa. Aha. Je, kondoo zao na mali zao Aha. na wanyama wao wote hawatakuwa mali zetu? Kimbia mbio. Basi na tupatane nao tu, Aha. nao watakaa kwetu. Endelea. Wakawasikia Hamori na Shekemu Aha. mwanawe, Aha. wote watokao katika lango la mji wake, Aha. wakatahiriwa kila mwanamume, Wakatahiriwa kila, tuende mbio. wote watokao katika lango la mji wake. Aha. Mstari wa 25. Eh. Ikawa siku ya tatu, Ikawa baada ya kutahiri siku ya ngapi? ya tatu, Tatu. Kimbia. walipokuwa wakiumwa sana, Wakiwa wanaumwa sana, wala hamjui, msiongee hiyo. Kidonda ya tohara siku ya tatu, unaweza kuwa wazimu. Ai! Bwana asifiwe sana. Siku ya tatu kule kote nasema imefunda, yani imegandana, yani ile imefunda ile ya, yani sasa wacha ile unajika zangu ukitoka hapa ati mimi ni mwanaume, unapiga dudu kwa nyumba peke yako kimya. The third day kidonda inauma. Simeoni na Lawi wakaamuka na panga. Wewe ni mtu mzuri, sijakwambia wewe ni mtu mzuri, lakini umetoa waka wapi? Hebu uliza jirani yako, kwenyu ni wapi? Muulize tu, kwenyu ni wapi? Wewe ni mtu mzuri, maana tangu nikuchunge miaka yote hujawahi nisumbua. Sijawahi kuona na panga. Lakini sijawahi kuona na hii shida ninahitaji hapa, lakini umetoka wapi? Siku ya tatu Simeoni na nani? Ukumbuke kulikuwa na Ruben, kulikuwa na Benjamin, kulikuwa na Gad, na wale wengine hawakutoka. Hao wawili tu peke yao wakatoka. Kimbia mbio. alipokuwa wakiumwa sana, wana wawili wa Yakobo, Simeoni na Lawi, Ndio. nduguze Dina, wakatoa kila mtu upanga wake, Aha. wakaujia mji kwa ujasiri, Wakakujia mji kwa ujasiri, wakawaua waume wote. wakaua wanaume wote. imagine every man was killed by two men. Utashika kidonda ama utajizuia? Wakateka advantage ya vidonda, wakaua kila mtu. Biblia ikisema kila mtu ni kumaanisha kila nyumba ilikuwa na matanga juu ya watu wangapi? Na kuna agano na baba yao. Mimi nimesema tu tangu mwanzo, wewe ni mtu mzuri sana, hata ni vile ujui, lakini umetoka kwa familia gani? Maana kuna maroho zinaweza kudedictate chochote unafanya, kinaamuliwa na roho ya kule umetoka. Wakakata wanyama mifupa, wakaua wanaume wote. Kimbia mbio. Wakawaua Hamori na Shekemu mwanawe kwa makali ya upanga. Kwa makali ya upanga Wakamtoa Dina wakamtoa Dina katika nyumba ya Shekemu. Kimbia. Wakatoka. Wakatoka na dada yao wakiwa wamemwaga damu za watu, na baba yake alikuwa amefanya agano wale watu waishi. Wakaua watu wenye wana vidonda, wakawaua, wakachukua mshana wao, wakatoka naye. Kimbia mbio. Wana wa Yakobo wakawajilia hao waliouawa, wakauteka nyara mji kwa sababu Wakateka nyara mji. wamemharibu umbu lao. Kimbia mbio. Wakachukua kondoo zao na ng'ombe zao na punda zao na vitu vilivyokuwa chini Enda navyo vilivyokuwako kondeni. kimbia mbio. Wakatoa na mali zao zote na watoto wote Wote na wake zao na wake na wao. vyote vilivyokuwamo nyumbani mwao. Inamaanisha wanawake hawakuuawa, so wakabeba mpaka mabibi zao. Uliza wapi? Muulize kwenyu. Hii mafundisho mimi inaniogopesha bwana. Kuna vitu zilifanyika zamani, hakuna mtu anaweza kukuambia, hawapo. Wakaondoka na mali na watoto na wake wao, wakaacha mizoga ya wanaume. Unajipatanga tu ukikosewa tu mama kidogo tu, hasira yako ni ya kupasua simu, kupasua TV, unachukua redio ya Nyemzame unajua unaangusha chini. Sasa hiyo ndio roho ya kuua watu imekuingia tu, iko tu. Ni vile sasa redio ikikufa inanyamaza.
wakakatakata wanyama wao. Umemaliza? Wakatoa mali zao zote na watoto wao wote na wake zao na vyote vilivyokuwamo nyumbani mwao wakavichukua mateka. Yakobo akawaambia Simeoni na Lawi, mmenitaabisha, mmeniumiza wanangu. Angalia vile mzee anasema, wanangu mmenitabisha. Sijui kama kuna mtu. I came to teach, not to judge you. Where do you come from? Unatoka kwa ukoo una nini? Wakasema wanangu mmenitabisha. Malizia tu. Kunifanya ninuke vibaya. Mmenifanya mimi baba yenu nikanuka vibaya. Haleluya. Mmenifanya mimi nikanuka vibaya. Wapi? Kati ya watu wa nchi hii, Wakanani na Waperizi, na mimi kwa kuwa watu wangu ni haba, watanikusanyikia na kunipiga, nami nitaangamizwa, mimi na nyumba yangu. Imeisha. Nao wakasema, je, ni vema amtendee umbu letu kama kahaba? Wakaambia baba yao, sikiliza mzee, kama umezeeka tulia. Uliza jirani yako, kwenyu ni wapi? Hii mambo ni mazito. Wakaambia baba, usikiliza bwana, wewe uelewe bwana, hivi wewe unaona vile amefanyia dada yetu ni sawa? Wanauliza baba yao. Twende. Nao wakasema, je, ni vema amtendee umbu letu kama kahaba? Meisha. Wanauliza baba yao, wewe unaona yani venye baba yao aliwabakisha. Wanaambia baba yao, wewe unafikiria una akili wewe kuruhusu watu waishi na wamefanya hivi? Dada wewe mzee, una akili mzee? Dada yetu afanywe kama kahaba na tuwache tu? Yakobo akaambia, wanangu, mmenifanya nikanuka vibaya mbele ya watu hawa. Sasa ukienda Mwanzo 49 ndio Yakobo akasema, Simeoni na Lawi, roho yangu. Namaliza sasa. Kuna mtu asema babani najifundisha. Are we together? Yakobo akasema Simeoni na Lawi. Nikipata muda na wale nimefundisha vile, kuna wale nimefundisha vile Simeoni vile Lawi alihepa, si ndio? Lawi alihepa, si ndio? Nimewafundisha hiyo. Vile Lawi alihepa laana. Kuna wale nifundisha hiyo vile Lawi alihepa, aliyojiondoa. Kwa hiyo maana Lawi ndio baba ya nani? Nimefundisha hiyo. Lawi ndio ana nini? Kuna perfect marriage tumeona kati ya ni nani? Elizabethi na Zakaria. Sawa? Zakaria ni wa nyumba gani? Ya Yuda? No, ya Daudi, mlango wa Yuda. Elizabethi ni wa nyumba ya nani? Ya nani? Ya nani? Mnanipata? Lakini nyumba ya kikuhani. Sasa huyu mzee alikaa siku yote kwa madhabahu akitumika, na Mungu akamsaidia tu. Akasema mumefanya nikanuka vibaya mbele za watu. Sasa anasema Mwanzo 46 na 9 mstari wa 5, nafsi yangu isiingie kwenye kikao chenu. Simeoni akatawanywa ndani ya ndugu zake wote, lakini Lawi akabakishwa kwa sababu ya madhabahu. Lawi akabakishwa kwa sababu ya madhabahu. Wakati baba Yohana Zekaria ako kwenye madhabahu anafanya ibada zake, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, miaka nyingi, hana watoto, maana kwenye damu yao kuna mtu. Lakini Zekaria hakutoka kwa madhabahu, Mungu akamsaidia akapata mtoto, na jina la mtoto halikutoka kwao. Jina la mtoto
aliyepeana mtoto alipeana mpaka na jina ambalo halina DNA ya kwao. Unatoka kwa jamii gani? Kuna mambo yanakula watu tu. Unafanya kazi unapata pesa. But sometimes when you sit alone unasema, Bishop, I cannot account for every man I get. I cannot account for it. Mimi siwezi kueleza pesa yangu inaenda wapi. Siwezi kueleza pesa yangu inaenda wapi baba. I cannot. Unapata pesa, unafanya biashara, lakini ile faida unapata ukianza kuangalia unajiambia, jamani, ai, pesa zangu nani anachukua? Mungu akurehemu Uishi. Mungu akurehemu ufanikiwe. Nasema Mungu akurehemu ufanikiwe kwa jina la Yesu. Nasema Mungu akurehemu ili uishi na maisha yako yao ya faida kwa jina la Yesu Kristo. Laana inazuianga mtu kwenda viwango fulani katika maisha haya. Unatamani mambo mengi lakini nasema baba, ni ngumu, ni ngumu. Ni ngumu sana. Nimekuja kukutia moyo katika ibada hii. Mungu atakusaidia. Sema ameni moja. Amen. Mungu atakusaidia tu. Amen. Mungu atakusaidia tu. Kasema Rubeni na asiwe na ukuu. Kwenye Mwanzo 49 mstari wa 3, baba yake akasema Rubeni asiwe na ukuu. The excellency na the great spirit iliyokuwa juu ya akaweka kwa Joseph. Laana huwa ina block mtu asiattain some levels in life. Baba alikufa na mama akufa, sema hiyo nyumba, huyo mchana ataishi tu. Nataka nimalizie na maneno haya. Ukiwa ibada hizi na kwa vizuri na wazazi wako, tunapoendelea kuomba hivi, tengeneza yale maneno. Amen. Shuka mwanangu, shuka tu. Shuka tu. Shuka tu. Shuka tu. Hata kama mwanako the wrong, shuka tu. Amen. Hata kama mzazi yako ako on the wrong, fanya nini? Mwanangu, shuka tu. Shuka tu. Shuka tu. Baba yako na mama, wewe shuka tu. Usiingilie mambo ya mama na baba, wewe shuka tu. Shuka tu, utaponya uzao wako. Miriam anapigwa na ukoma na mtoto wake anauawa. A good man died for nothing. For nothing. Musa akishuka, Huri hayuko. Sasa nitafutie uzao wa Huri na nitafutie uzao wa Harun. Baada ya kuvuka kuingia nchi ya ahadi, walikuwa watu wa namna gani? Kama si Mungu aliingilia kati, Harun pia alikuwa anaenda na zero. Kama kuna mtu anasikiliza leo na kwa njia moja ama nyingine na mzazi ambaye huwa analalamika kuhusu, I pray in the name of God, tengeneza hayo mambo. Are we together? fanya ushirika na huyo mama, fanya ushirika na huyo baba. Haitakupunguza, utaishi miaka mingi. Hiyo mzee akasema, Simeoni na Lawi umefanya nikasikika kama harufu mbaya kwa watu hawa. Wana wa Israeli walimwambia Musa hivi, umefanya tukawa harufu mbaya mbele ya Farao. Imejirudia hiyo. Musa alipokuwa anambia tuondoke, tuondoke, hai, umefanya tukienda mbele ya Farao tunasikika kama ni harufu mbaya. Sasa akasema, Simeoni, I have scattered you in Israel and I have scattered you in where? In Judah. When you read Deuteronomy chapter 33 verse number 1 to the last verse, the name Simon is never mentioned anywhere. When Moses was blessing the sons of Jacob, he never spoke anything on the house of Simon. He was left outside. Ukawa tu mtu ambaye nafasi yako imeondolewa. Kila mahali unaenda unawachwa pembeni. Munaenda kazi, simama. Just stand. Just come. Munaenda mahali kutafuta kazi. Munaenda kutafuta kazi, wanasema wanataka watu, simama. Wanataka watu
7. Nataka watu 5. Simama tu, wewe ndio umekuja wa kwanza hapa kule mwisho. Mnakaa gate saa 1, saa 2, saa 3. Saa supervisor anakuja saa 5. Oh, kuna watu walikuwa tufanye kazi na saa imeisha. Unaingia kazi, unataka watu 5. Unafika mwenyewe tu, wewe ndio mwenye kazi. Okay. 1 2 3 4 5 ingieni. Wamekuruka. Unasema mimi ndio nilikuwa kusema hapana, wenda nyumbani. Ninyi muingie kazi. Yaani amekuja tu na anakuona na akafanya nini? Ukasema ninaonewa. Wakati mmefanya kazi, wewe tumemalizana na wewe, nimebaki na hawa. Wakati mmefanya kazi, mwezi imeisha. Rudi tu tena nyinyi. Huyu nimemalizana naye. Ni mfano. Mmefanya kazi, mwezi imeisha. Wakati mshahara inatoka ya huyu, yako inatoka, yako inatoka, ya huyu inatoka. Wewe wanakuambia ati walipokuwa naingiza jina lako kwa system, computer ilikataa. Zinafanyika hizo vitu. Mnafanya baki mnafanya kazi, mwezi inaisha, mwezi 2 inaisha, bosi anakuja anasema hapana, watu ni wengi, lazima tupunguze watu. Punguka. Mnabaki wangapi? 3. Mnafanya kazi, bosi anakuja anasema tulikuwa tunaonelea tuongeze watu mshahara hapa, maana kazi ni mzuri. Wanaongeza, wewe peke yako. Wanasema wewe ndio umeongezwa. Wanabaki. Huyu anakuwa mkubwa wenyu sasa. Mnafanya kazi, wanakuja wanasema habari yako mzuri. Umefanya kazi miaka ngapi? 6. Habari yako. Umefanya kazi miaka 7. Wanasema kila mtu Jumatatu akuje na certificate yake ya form 4. Tunataka kuingiza document zenyu wapi? Kwa system. Sasa enda ukae. Hakuna. Unakuja na za kwako, unapeana. Wakisha ingiza kwa system, unafanya kazi mwaka ya kwanza, mwaka ya pili, mwaka ya 3. Wanauliza umefanya kazi miaka ngapi? Miaka 6. Wanasema supervisor tupatie tafadhali production report ya Felix. Wanapeana production. Wanasema tangu uingie kazi miaka 6 hujawahi kufikisha 50% production, unafaa kwenda nyumbani. You are not productive here. Unaona watu lakini kila mtu anaenda na sababu yake. Hata mwenye amebaki hayuko sawa. Unanipata? Ni nini naongea mambo yake? Kuna viwango laana inazuianga mtu asifanye nini? Viwango. Nitafikia. Simama kwa miogo. Sema hiyo viwango. Nitafikia. Sema chochote kinachozuiliwa kwa maisha yangu kwa sababu ya laana, nitafikia. Inua sauti yako, sema chochote wanachozuia kwa anga yangu juu ya laana, nitafikia. Sema chochote ambacho kimezuiliwa na laana, narejesha. Endelea. Sema chochote kilichozuiliwa na laana kwa maisha yangu, narejesha. Inua sauti yako, narejesha. Sema chochote kilichozuiliwa kwa maisha yangu na laana, narejesha. Hey! Pray. Niwe Bwana wa mabwana, niwe Bwana wa mabwana, niwe Bwana wa mabwana, niwe Bwana wa mabwana, niwe.
Umezuiliwa. Umezuiliwa. Umezuiliwa sana. Umezuiliwa. Umezuiliwa. Umezuiliwa sana. Umezuiliwa. 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 Umezuiliwa sana. Umezuiliwa sana. Umezuiliwa sana. Umezuiliwa sana. Umezuiliwa sana. Umezuiliwa sana. Usinizungushe Bwana. Umezuiliwa sana. Umezuiliwa sana. Umezuiliwa sana. Hey. Umezuiliwa sana. 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 Umezuiliwa. Umezuiliwa sana. Umezuiliwa sana. Umezuiliwa sana. Moto. Moto. Moto, 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 moto. Moto. Moto, moto, moto. Umezuia sana. Na kupiga na moto. Na kupiga na moto. Na kupiga na moto. Na kupiga na moto. Asifanye nini? Umefunga nini? Haya, fungua. Fungua haraka. Wezi na kupiga na moto. Na kupiga na moto. Na kupiga na moto. Na kupiga na moto. Haya, funga mdomo. Leta huyo haraka. Leta huyo haraka. Kwa jina la Yesu.
hawakuongea mazuri, hawakuongea mazuri, hawakuongea mazuri, hawaongeagi mazuri. Hata ukiwasaidia, oh my God, kuna kitu. Tubu haraka, tubu haraka, haraka, tubu haraka. The name of Jesus. Tubu haraka, tubu haraka. Kuna watu wazazi wako hawakusemagi mazuri, hata ukiwasaidia kusemagi mazuri. Inua mikono yako. Toa huyo. Leta huyo. Msaidia huyu. Mimi napendanga watu wako very fast. Very fast. Anaangalia huku, mimi niko huku, sasa nini unafanya? Fungua mtoto wake. Fungua mtoto. Fungua mtoto. Na kupiga na moto. Na kupiga na moto. Na kupiga na moto. Na kupiga na moto. Haya, mwache. Inua mikono. Inua mikono yako. Kuna watu hata ukafanya nini hausemwangi mazuri. Hausemwangi mazuri. Hata ukafanya nini hausemwangi mazuri. Kuna watu ninaongea na wao hausemwangi mazuri. Hata ukafanya nini hausemi mazuri. Unajua kabisa kuna maneno yanaongelewa kwanga juu ya maisha yako, maneno yasiyofaa yanaongelewa juu ya maisha yako, yanaongelewa juu ya maisha yako, yanaongelewa juu ya ndoa yako, yanaongelewa juu ya maisha yako. Kuna maneno yananenwa juu yako yasiyofaa. Pate kibali, pate kibali, pate kibali, pate kibali. Umeona watu wale walikuwa mbele wote, wote wametoka na kila mtu ametoka na sababu yake. Hata yule alibaki wa mwisho, kuna kitu kimemtoa. Unaweza kuwa unakaa kanisani, kumbe kuna mambo kule juu. Umechelewa, hujatoka, lakini anangojea masaa ya kukutoa hapo. Nimesema nimekuja kama baba niwaoneshe wanangu njia, na Mungu aokoe uzao wako, na Mungu aokoe maisha yako. Usiwe kama Simeoni ambaye hakukuwa na mahali pake. Usiwe kama Simeoni ambaye hakukuwa na nafasi yake katika maisha hayo. Bwana akupatie nafasi. Inua mikono yako juu. Sema, Bwana Yesu, ninakupenda. Unirehemu mimi na kizazi changu. Mwambie Bwana Yesu. Inua mikono juu. Bwana Yesu, unirehemu mimi na uzao wako. Sema, Bwana Yesu, unirehemu mimi na uzao wangu. Inua sauti, sema, Bwana Yesu, unirehemu mimi na uzao wangu. Inua mikono, funga macho yako. Kuna watu, 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 kuna mtu, kuna mtu, kuna mtu, kuna mtu, kuna mtu, kuna mtu. Bidii yako yote na uzuri wako wote bado amekuandama. Kuna mtu mmoja, 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 kuna mtu mmoja. Bwana amenituma. Kuna mtu Bwana amenituma kwake. Kuna mtu, kuna mtu. Hey! Kuna mtu Ashamwe macho. Kuna mtu nimetumwa kwake. Kuna mtu Bwana amenituma. Kuna mtu Bwana amenituma kwako. Kuna mtu Bwana amenituma. Hey! Kuna mtu wewe umesoma, unafanya kazi, lakini kuna maneno. Fuata anga yako. Fuata anga yako. Baba wa mbinguni, roho yangu inanyenyekea sana. Oh, laiti ningekuwa na muda wa kuangalia kila mtu aliye baada, ningekuwa na muda. Bwana nisaidie, baada inafuata niwe na uwezo wa kuhudumia mtu mmoja mmoja, wote watakao kuja. Bwana nipatie nguvu tu, niwe na uwezo wa kuhudumia kila mtu kivyake kutoka ibada hii.
Inua mikono yako juu. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, ninaombea wanangu hawa walioingia ibada hii. Kwa mikono yangu kuna mafuta. Mikono yangu ina mafuta. Ukombozi wa mtu upatikane. Inua mikono yako. Msichoke wanangu, msichoke. Yuko Mungu, msichoke. Kwa mafuta haya nira zote kwa anga yako zivunjike. Every yoke over your life ianze kuvunjika. Ianze kuvunjika. Ianze kuvunjika. Kwa mafuta haya hiyo nira ivunjike. Kwa mafuta haya hiyo nira ipomoke. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Angalia sadaka yako tu. Muda wetu umeisha. Kuna subject ya muziki. Angalia sadaka yako. Hatuna subject hapa. Nataka nipate watu wachache ambao wataelewa nina operate wapi. Watu wachache sana. Unaweza kubaki katika ibada za mguso kama hizi kwa kutoelewa niko kwa anga gani. Watu wa nyumbani, kuna namba tumekuwekea kwa screen. Unaweza kuweka sadaka zako kwa hiyo namba. Wewe ambaye uko nyumbani, wewe ambaye uko kwa mtandao unatutazama, kuna namba tumekuwekea kwa Facebook yetu. Unaweza kutoa sadaka yako kwa hiyo namba. Na Mungu atakubariki sana. Kuna namba tumewekea watu wa nyumbani na watu wa mtandao. Ukaweke dhabihu yako kwa hiyo namba. Na Mungu atakubariki sana. Sema amen. Nataka nikupatie nafasi. Kuna watu ambao wanaweza kuzaliwa na akili nyingi sana. Ndio maana nimekuambia unisikilize kama baba nikufundishe. Maneno mengine ni makali na ni mazito. Inagharimu mtu kuwa na maturity tu ndio aweze kupata kila ambacho anataka. Kuna mtu nimeanza kuombea kwa zamu. Nimemwombea hii wiki imeisha. Wiki ijayo nitaenda kumuombea. Si mshirika wetu, lakini alipokuwa ananiongelesha huyo mzee nikasikia kama vile baba yangu ndiye anafanya hivyo. Mtu amesoma, ni profesa na degree zake. Nafikiria tuko kwa mtandao sasa. Mtu ana maisha yake mazuri.